Mungu nisamehe. So mimi kabisa siwezi kabisa mimi kufanya dhambi kama hiyo. Hata ufalme wa Mungu sitoweza kuona. Siwezi kufanya kitu kama hicho. Mungu naomba unisamehe. Mimi najua tu ni hila za shetani na mipango ya adui tuweze kufarakana, lakini nakuapia Mungu sio mimi sio yule kabisa. Itakuwa amenitumia hayo. Naomba unisamehe mimi. Ina muda gani? Pige picha tupate kumbukumbu. So angalia kamera. Cheka, tabasamu. Angalia kamera. Tabasamu wewe mrembo wewe. Angalia kamera. Cheka mchumba wewe. Weka tabasamu. Yeah. Tabasamu. Cheka. Nenda pale. Sogea hapo. Njoo. Shika. Wewe ndo bingwa Unakimbiza haki za watu na mapanga. Sogea hapo. Mume wako naye hajaipata. Baby usiniangushe. Siwaze baby. Sina rekodi? Haya mama. Tulia. Jana kwa hiyo swali linatokea jana na umenyamaza, si ndio? Kwa nini? Mungu, mimi nilikuwa naogopa kukwambia. Sogea. Sogea. Sifanye nikarudie. Najua haujafanya kwa nia yako, ila nachotaka kujua ni nani aliyekufanyia hichi kitu. Mungu, kweli hujaamini, si ndio? Ndio, mimi kweli siwezi kufanya kitu kama hicho. Sijaamini kitu chochote. Ninakufahamu na kujua haijafika kiasi ukafanya ujinga kwa ridhaa yako, ila nachotaka kujua ni nani aliyekufanyia hivi. Kusema ukweli Mungu, mimi hata simjui, sifahamu hata sura yake inafananaje, lakini mimi ninachokumbuka ni mwanaume. Na hata nilipopoteza fahamu, nilipokuja kuzinduka, nilijikuta nipo peke yangu, kwa simfahamu alionifanyia hivi. Ninachokiona hapa, wewe una adui mkubwa, na huyo adui hatokei mtaani, anatokea kanisani kwako. Sasa nisikilize,
Kuanzia hivi ninavyozungumza, sitaki kukuona unatoa mguu wako hapa. Mpaka kila kitu kitakapokuwa sawa. Kuanzia sasa hili swala niachie. Mungu, kama mamako nisamehe, basi naomba samehe na vitu vingine. Samehe kila kitu. Usiishie kunisamehe mimi tu afu ukataka kuendeleza vitu tena vingine vibaya ambavyo vinaweza vikahatarisha maisha yako. Huyu mtu alionifanyia hichi kitendo mimi simjui. Na hata hivyo hata wewe pia haumjui. Na haujui ana nguvu kiasi gani. Anaweza akakufanyia kitu kibaya. Ukipatwa na kitu kibaya mimi nitaishije mume wangu? Kumbuka wewe ni binadamu na una moyo wa nyama. Ili swala mwache Mungu apambane na wale wote ambao wanaopambana na mimi. Mwachie Mungu atajibu hili. Wewe sipendi kurudia maneno yangu. Ninasema kuanzia sasa hakuna nini? Hakuna kutoka. Najua hichi kichwa kimepitia mambo mengi sana. Nenda napumzika. Sawa. Kuanzia hapa niachie hivi. Okay? Nenda napumzika. Umekula? Nilikuwa nishi. Sawa. Pumzika. Taratibu naishiwa nguvu ya kuendelea, kila hatua nzito kama nimefungwa na dunia. Nimevaa viatu visivyonitosha miguuni mwangu, mwendo wangu hauendani na ndoto za moyo wangu. Kila macho yananitazama kama tayari nimehukumiwa. Tabasamu zao zimeficha hukumu zisizosemwa. Moyo wangu unalia gizani pasipo sauti. Natafuta mwanga lakini usiku hausogei. Mungu, kama ingewezekana kikombe hiki kiniepuke. Maumivu yamenizidi, nafsi yangu imechoke. Ninaomba ishara, hata sauti ya mbali. Karibu sana. Peke yangu duniani.
Karibu mjomba. Asante. Vipi maendeleo? Tunamshukuru Mungu. Ndio. Naendelea vizuri. Sawa sawa. Na wewe umezua Juliet? Huyu bwana ametoka. Na alipigiwa simu hapa na dadake wa kiroho. Unajua mambo ya kanisani kwa nikamruhusu aende. Sawa sawa. Mimi kubwa aliloleta bwana kuhusu hii video. Kuna video ambayo inatapakaa mtandaoni na mimi nataka umeiona. Sasa nashindwa kuelewa, ukimwangalia mjomba wangu na matukio haviendani. Lakini hii video ukiangalia vizuri inaonyesha ni yeye. Sasa niliamua kuja na nitamani wakute watu wawili ili tuweze kushauriana kwenye hili. Sasa sijajua wewe mwenzangu unasemaje. Na wewe umeiona? Mimi video nimeiona. Na kama unavyojua mjomba, nimekuwa na kesi nyingi sana napokea. Na kwa namna ninapomfahamu Juliet, kuna mambo naona kabisa huyu sio yeye. Hawezi kufanya hivi. Lakini ushahidi wa kimazingira unanilazimisha kuamini yule ni yeye. Hii imekuwa kinichanganya sana. Hadi kuna wakati nashindwa nimtetee ama nimkandamize. Labda mimi nikuulize kitu mjomba. Kwa namna yoyote ile, labda mama yake Juliet hajawahi kujifungua mapacha, au labda kuna namna yoyote alishakuwa na mapacha mmoja, labda ikawa akafa, labda chochote kile, lakini kile kinaelezea kuwa walikuwa mapacha, labda hakuna? Kiukweli mjomba, hapana. Ila ndugu yangu wakati ni mjamzito, tumbo lake lilikuwa kubwa sana, na si mimi tu, hata mtaa mzima tuliamini amejifungua mapacha. Akiwa mjamzito, aliyempa mimba alimtelekeza, ikawa ni fezea pale mtaani. Ilimnyima amani sana dadangu. Aliamua kutoroka nyumbani na kwenda kusikojulikana. Baada ya muda alirudi akiwa amejifungua mtoto mmoja. Cha kukujibu kwamba ni mapacha au si mapacha ni changamoto, kwa sababu aliporudi wote tuliamini ni mimba ya mapacha, ila alirudi na mtoto. Tungeweza kumuuliza baba amejifungua mapacha, mmoja amefariki, au amejifungua mapacha au alifungua mtoto mmoja, hatakuwa na hilo swali. Kama unavyojua yeye aliondoka kwa fezea, aliamua kukimbia. Sasa alipoamua kurudi nyumbani, sisi tuliamua kama vile ndugu yetu tuishi naye. Sasa kusema kwamba walikuwa ni mapacha au la, kweli sijapata uhakika na haja kuniambia swala. Kwa hiyo mpaka anafariki mama yake Juliet hakuwahi kuzungumzia kwamba alishakuwa na mapacha. Hatukuwahi kuongea naye kuhusu swala la kwamba mtoto ni mmoja au ni mapacha. Kama ni hivyo mjomba, mimi nahisi kutakuwa kuna makosa sehemu, yani kuna kitu hakiko sawa. Yani kuna sehemu haiko sawa. Na sijui tunafanyeje hapa, maana hii hali inazidi kuwa mbaya kwake Juliet, mimi mwenyewe. Yani kuna wakati mpaka naona shida kutoka nje. Hapo unaposema kuna shida mahali, naanza kukuelewa. Unajua kuna wakati kuna ndoto wanaziota. Kuna kipindi nilikuwa nimelala, mama yake Julie alinitokea kwenye ndoto. Vile vile na umbo lake la udogo. Kaka. We kaka. Naam dada. Mbona unatetemeka? Nahisi baridi sana. Shika. Hiki kitenge ni vitenge pacha. Kingine nimekipoteza. Kitafute kitenge kingine. Vikiwa viwili vitakusaidia kupata joto.
Sasa najiuliza, hichi kitenge pacha ni kitenge gani? Sasa tukiangalia haya matukio na hivi vitu, mjomba, vina uhalakini sana. Hapa sasa mjomba anaanza kukuelewa. Ukirudisha kumbukumbu nyuma kwamba mama yake Juliet akati anaondoka, aliondoka akiwa na mimba kubwa mnasema, ambao watu wengi mliamini ni mapacha, alafu baadaye akarudi na mtoto mmoja. Na hii ya ndoto kwamba unaletewa kitenge ujifunike sijui baridi. Mimi sio mtaalamu sana wa ndoto. Sijui vitu vingi na sina uelewa mkubwa kuhusu ndoto, lakini uelewa mdogo nilionao, nahisi kama hapa mama yake Juliet anajaribu kukutuma jambo. Naona kabisa mama yake Juliet anajaribu kukuambia kwamba utafute mtoto wake mwingine. Kuna asilimia kadhaa hapa zinaonyesha kwamba Juliet ana pacha wake. Sasa huyo pacha wake ni nani na yuko wapi? Hapo mjomba, mimi nikushukuru kwanza. Wajua ujio wangu hakuwa bure sasa. Tumepata cha kujadili na huenda ikawa tumepata wapi pa kuanzia. Hivyo Juliet atakaporudi tajaribu kumshirikisha, Kaa naye chini, jaribu kuongea naye, huenda ikawa kuna kitu anachokifahamu. Mimi nikuombe tu niruhusu, atakapokuja yeye utakaa naye chini mtaongea. Huenda ikawa naye kuna kitu anacho. Atakapokuja kwa ajili ya kujumlisha, ujue ukweli. Sasa halina shida, mimi nitamshirikisha na tutajua chochote cha kuanzia. Sawa mjomba, mimi acha niondoke. Karibu sana. Mjomba. Basi mjomba, shukrani sana. Karibu sana. Asante sana. Karibu. Asante. Yele mama, yele. Yele mama, yele, yele mama. Sikujua wema wako ni deni la milele, nalilipa kwa machozi mpaka mifupa ichoke. Mwili wangu umechakaa kama shuka za wageni, kila aliyepita ameondoka na sehemu yangu. Umeniuza kama bidhaa ya kukodisha, faida yote umebeba bila kuniangalia.